na ameandaa malisho mema ili aweze kutulisha kama yeye alivyokusudia kutulisha katika siku ya leo. Mungu yeye anatupa kile anachoona sisi tunastahili kukipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi bila kupoteza muda, nikualike wewe na mimi tuingie katika ujumbe ambao siku ya leo Roho Mtakatifu anaenda kutuongoza tuweze kujifunza pamoja. Tufungue kitabu cha Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3 hadi mstari ule wa 5. Kitabu cha Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3 hadi mstari ule wa 5. Ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanye vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika nguvu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa tunaenenda katika mwili, vita vyetu si katika mwili. Vita vyetu vipo katika ulimwengu wa roho, vikiwa na nguvu hata ya kuangusha ngome. Lakini hivi vita Mungu anasema vinalenga kuziteka fikra na kuangusha kila kinachojiinua juu ya ufalme wa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako kwamba sisi hatupigani kwa ngumi. Sisi hatupigani kwa ngumi. Sisi hatupigani kwa ngumi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linatuelekeza kwamba ingawa tupo katika mwili, tumeuvaa mwili, sisi vita vyetu sio kufunjana ngumi. Inawezekana ukaguziwa na watu wengi. Inawezekana ukapitia katika changamoto ya hasira nyingi. Neno la Mungu linatukataza sisi tusipigane katika vita vya ngumi. Vita vyetu vipo katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho ndipo ambapo tunaenda kuangusha kila aina fikra ambazo shetani alikuwa amekusudia kuziinua ili kuvuruga utambulisho wetu. Na Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Siku ya leo Mungu anaenda kufundisha somo linaloitwa siri ya kushinda vita vya kiroho. Siri ya kushinda vita vya kiroho. Ipo siri ya kushinda vita vya kiroho. Siri hii haijajengwa katika ngumi. Siri hii haijajengwa kushikiana mapanga. Siri hii haijajengwa kushikiana visu. Siri hii imejengwa katika kushinda katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Vita vya kiroho ni nini? Tunapozungumzia siri ya kushinda vita vya kiroho, tuangalie hivi vita vya kiroho ni nini. Hatuwezi kushindana vita wakati vita tunavyopigania hatuvijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vya kiroho ni nini? Tunapozungumzia vita vya kiroho ni mapigano yajiinuayo dhidi ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mapigano ambayo yanajiinua dhidi ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Mimi na wewe tupo katika nuru. Ufalme ambao umekusudia kuinua vita ni ufalme ambao upo katika giza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa tunapopigana vita, mimi na wewe tunapigana vita katika ufalme mwingine ambao ni ufalme wa giza. Sisi tuliopo katika nuru twende kushinda vita katika ulimwengu wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kusoma katika kitabu cha Efeso 6 mstari ule wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapopigana vita, mimi na wewe tunapigana vita katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mmoja wetu hapa ana vita vya kiroho. Inawezekana wewe una vita vya kiroho vinainuka kupitia familia yako. Inawezekana una vita vya kiroho kupitia elimu yako. Inawezekana una vita vya kiroho kupitia kazi unayoifanya.
Inawezekana na vita vya kiroho katika uchumi wako. Katika vita hiyo, mimi na wewe tusiinue hasira ya kupigana katika ngumi. Mimi na wewe tuingie katika ulimwengu wa roho. Na Yesu Kristo. Yesu ni Kristo. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo 39, tunamuona Yusufu alipopigana vita vya kiroho. Wakati Yusufu ameaminiwa na Potifa, tunaona mke wa Potifa anajiinua, anataka kulala naye kwa nguvu, lakini Yusufu kushinda vita vile hajaamua kumkunja yule mwanamke. Aliamua mwachie nguo yeye akimbie. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo ambavyo mimi na wewe tunaweza kumshinda shetani. Wakati shetani akiinua watu wake ambao amewaandaa ili kuja kuharibu utambulisho wetu kwa kuinua hasira za kupigana na sisi, mimi na wewe tukatae hizo mila zake. Mimi na wewe tuingie katika ulimwengu wa roho ili kupigana vita hizo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wakati Yusufu akishinda vita hivyo, mfalme mwenyewe anasema hakuna Mungu mwingine kama wa Yusufu. Tukaona neno la Mungu linadhihirisha kwamba Yusufu alikuwa pamoja na nani? Na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kubariki wewe na mimi tunapopitia katika changamoto, tunapopitia katika vita, pale ambapo Mungu anaenda kutushindia, ushuhuda upokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Huyo uliyekanaye muulize, wewe una vita gani? Wewe umekaa hapo, unajua ni vita gani ambayo nayo? Hakuna ambaye yuko katika ulimwengu wa nuru akakosa vita. Yes. Na kama unaona upo katika ulimwengu wa nuru hauna vita, hebu kagua wokovu wako. Yes. Kwa nini? Kwa sababu mshtaki wetu shetani yupo kila saa, kila wakati kutafuta ni kwa njia gani anaweza kutuangusha. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu ni Kristo. Siku ya leo tuijue siri ya kushinda vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro wa kwanza 5:6 hadi 9. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Tunaona neno la Mungu linatufundisha kwamba tunyenyekee chini ya mkono wa Bwana, huku tukimtwika yeye fadhaa zetu zote. Inawezekana kuna udhaifu ambao unaonekana udhaifu ni vigumu kuushinda. Kristo amekufa msalabani kwa ajili ya udhaifu huo. Yeye amesema tumtwike udhaifu wote. Yeye hujishughulisha kwa ajili ya mambo yetu. Tunamwona huyu shetani ni mshtaki wetu, ni kama simba angurumaye ambaye kila siku anazunguka akitafuta mtu ammeze. Tumpinge huyo tukiwa thabiti katika imani ya kumwamini Yesu Kristo pekee. Tumpinge huyo katika ulimwengu wa roho tukiwa tunasimama katika Kristo pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Inawezekana vita ni vingi, inawezekana majaribu ni mengi. Majaribu hayaji kwa mtu mwenye dhambi pekee. Majaribu yanakuja kwa ajili kama Mungu ambaye amekusudia kwamba lazima tupite katika moto ili tung'ae. Hayo majaribu ni sawasawa na moto. Shadraka, Meshaki na Abednego walipokataa kuiabudu sanamu, mfalme Nebukadneza alikuwa amekusudia kuwatupa katika tanuru la moto, na walitupa katika tanuru la moto, lakini hawakuteketea. Katika tanuru lile Mungu alikuwa amewapitisha ili kutengeneza ushuhuda kwamba Mungu anatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana mimi na wewe tunapita katika majaribu. Hayo majaribu ni kwa ajili ya kutunoa sisi. Hayo majaribu ni kwa ajili ya kutusafisha sisi ili tuweze kusimama katika imani thabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Unajaribu gani? Hilo jaribu nalo liona halijaja kwa ajili ya kukuangusha. Hilo jaribu limekuja kwa ajili ya kukufanya wewe upite uwe chombo kinachong'ala. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Namba 2 ndogo. Namba 2 ya utangulizi. Lengo la vita vya kiroho.
tuangalie lengo la vita vya kiroho. Hivi vita vya kiroho vina lengo gani? Hivi vita vya kiroho vina dhumuni gani? Vina makusudi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vya kiroho namba moja, vipo kwa ajili ya kuzuia ushuhuda wa Mungu usitimizwe kwetu. Shetani anapoinua vita, anataka kuharibu ushuhuda wa Mungu usitimizwe kwetu. Pale ambapo ushuhuda unataka kutimizwa kwetu, shetani anakuja kuvuruga ili kuharibu utambulisho wako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Kiangalia katika kitabu cha Matendo 4:13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Luka soma 18. Wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu hukumuni ninyi wenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Walipoona ujasiri wa Petro na Yohana wakati wakitangaza injili, watu wakiponya, wakawaamuru wasifundishe tena kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Kwa wakati Kristo anataka kutimiza utambulisho wake kwako, lazima shetani ainue vita. Tunaona shetani anataka kuinua vita kuwanyamazisha hawa wasiendelee kutangaza habari njema. Lakini Petro na Yohana wakawajibu, je, ni halali kuwasikiliza yeye kuliko kumsikiliza Mungu? Hukumuni ninyi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana pale ambapo tunakaribia kufikia ushuhuda wa Mungu, shetani anainua vita ili kunyamazisha ushuhuda huu usitimizwe. Mimi na wewe tuendelee kupaza sauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe tusinyamaze. Mimi na wewe tusikae kimya. Mimi na wewe tuendelee kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Funuo 2:9. Najua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyu Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Shetani atakutupa katika majaribu mengi, lakini neno la Mungu linatufundisha kwamba tusiache imani, tuwe waaminifu kwa kuwa Kristo ameiandaa taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anasema kwamba hawezi kuachilia jaribu linalozidi uwezo wako. Katika jaribu hilo amekupa na mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa cha msingi ni kwamba tutambue, tunapopita katika vita, tunapopita katika majaribu, Mungu anatupitisha mahali hapo ili kutengeneza ushuhuda katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Usikubali kushindwa. Kubali kushinda katika kila aina ya vita unayopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 5:11. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. 12. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Amen. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi kwa ajili ya imani ya Kristo. Furahini, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa kuliko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapopita katika majaribu, wewe furahi. Wakati watu wakinena mabaya ya uongo kuhusu wewe usione taabu wala usiwachukie. Wewe endelea kupiga injili. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameandaa vita hivyo ili wewe na mimi tuweze kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani anaweza kainua vita hata katika rafiki yako. Inawezekana kuna mtu umemuweka moyoni kwa ajili ya kuomba kwa ajili yake aokoke. Pale ambapo unazidi kuomba kwa ajili yake, unaona shetani anainua roho ya mafarakano kati ya mtu huyo na wewe. Ni ili usiende kutimiza ule ushuhuda. Ni ili usiende kusababisha wokovu kwake. Wewe na mimi tusikate tamaa. Wewe na mimi tuendelee kupiga injili hata katika vita ya kila namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa inawezekana wewe na mimi tupo katika vita kubwa.
hata katika nyakati ngumu ambazo zinaweza kupa wasiwasi kwamba tunaendelea kupoteza maisha, Mungu yupo katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikate tamaa, endelea kusimama katika imani thabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Soma Isaya 43 mstari wa 2. Tunaona Mungu anasema hata tukipita katika moto hatutateketea. Hata katika maji mengi hayatatugharikisha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Usiogope kupita katika vita. Usiogope kupita katika changamoto. Kumbuka katika changamoto hiyo wewe unaenda kuibuka kuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Lengo la pili la vita vya kiroho ni kuzuia baraka za Mungu kwetu. Vita vya kiroho vina lengo ya kuzuia baraka za Mungu zisitimizwe kwetu. Ukiangalia kitabu kile cha Mwanzo 1:27 hadi 28, Mungu anapomuumba mtu kwa mfano wake, anamfanya kuwa asili ya baraka, anambariki. Lakini ukiangalia Mwanzo 2:16, mwanadamu huyo anapewa agano ili aweze kuendelea kufurahia baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili aweze kuendelea kufurahia baraka. Lakini mwanadamu tunaona anapovunja agano katika Mwanzo 3:1 mpaka 6, tunaona ukisoma mstari ule wa 17 Mwanzo, tunaona laana zinaanza kumiminika kwa mwanadamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati mwanadamu alipoumbwa akiwa na furaha, wakati mwanadamu alipoumbwa akiwa asili ya baraka, alikuwa anaishi katika agano jema. Anapolivunja agano, maana yake hila za shetani zinaingia ndani yake. Maana yake ufalme wa giza ndio unaomuongoza, kinachofuata ni laana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa shetani yupo tayari kuleta kila aina ya hila, hata kama kwa macho ya kimwili zinaonekana ni njema, lakini katika ulimwengu wa ndani kuna laana ndani yake. Ni kama vile mtu anapomwaga mchele, anamwagia kuku. Kuku wanakuja wanakimbia tu. Mwisho wa siku kuku ananasa. Ndivyo ambavyo shetani yuko. Anaweza akatutenda kwa vitu vizuri, kisa tu aweze kutunasa. Bwana Yesu tusaidie sana. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Sisi ni wana wa nuru. Tuenende katika nuru. Na kama tukiendelea kuwa na matamanio ya mambo ya giza, huyu shetani lazima atatunasa tu. Mimi na wewe tuyakatae mambo ya giza katika jina la Yesu. Tuendelee kufurahia baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la tatu ni kutuvuta katika dhambi. Tunaona Mwanzo 3:1 mpaka 6. Nyoka anakuja anamwambia, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda. Anawadanganya, nyie kuleni tu. Ni ili mwanadamu aingie katika dhambi. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa mimi na wewe tukumbuke ya kwamba lengo la vita vya kiroho ni kutuvuta katika dhambi. Kwa tukishatambua hivyo, tunapoviona vita, mimi na wewe tusimame imara kupigana vita hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 8:44 tunamuona baada ya mwanadamu kuasi, baada ya mwanadamu kuingia katika kushindwa vita, naona anaingia katika dhambi. Anaingia katika ufalme ambao sio. Baada ya nini? Baada ya kushindwa vita. Mimi na wewe tusishindwe vita katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Rumi 5:12 naona sisi tunakuwa watu wahanga wa dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunakuwa watoto wanaoishi dhambi. Yesu ni Kristo. Namba 4. Lengo la 4 ni kuzuia kutimizwa kwa mpango wa Mungu kwetu. Lengo la vita vya kiroho vinazuia mpango wa Mungu usitimizwe kwetu. Kwa tunapopigana vita, mimi na wewe tupigane vita kwa ajili ya mpango wa Mungu kutimizwa katika ulimwengu huu. Wakati shetani akiinua vizuizi vya mpango wa Mungu kutimizwa kwetu, mimi na wewe tuendelee kuwa hodari katika imani. Mimi na wewe tuendelee kuishika imani ili tuweze kushinda vita hivi, na mwisho wa siku tuweze kurejesha utambulisho, na mwisho wa siku tuweze kuachilia ushuhuda wa Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Matendo 16:16
Kisoma pale mpaka mstari ule wa 20, tunaona wakati watumishi wa Mungu wakiendelea kutangaza Injili, anatokea mtu mmoja mwenye pepo la uaguzi, anaanza kusema kwamba hawa ni watumishi wa Mungu. Mwisho wa siku tunaona katika mji ule hawa watumishi wa Mungu wanafika kiwango cha kukamatwa na kutiwa gerezani ili wasiendelee kutangaza nini? Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana kuna vizuizi vingi ambavyo tutazuia Injili sipenye, lakini mimi na wewe tuwe waaminifu hata kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Yapi tuko pamoja? Au na wakimbiza? Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana wakimbiza mwendo wa 4G. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa vita tunapopitia katika changamoto nyingi, Mungu yuko pamoja na sisi, na tunaona mpango wa Mungu ni kwa ajili ya wokovu kwa wanadamu. Wakati hawa watumishi wakitangaza Injili, watu wengi walikuwa wakiokolewa, lakini shetani anainua mtu mmoja tu ambaye amejazwa hila za shetani, anakuja kuipinga hii Injili isiendelee kupenya. Maana yake watu wasiokolewe, wasiendelee kufurahia nuru. Maana yake watu wasiendelee kuisikia Injili. Mimi na wewe, hata kama wakitunyamazisha, mimi na wewe tuendelee kupiga Injili katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Wakati vita inapoinuka, wewe unafanya nini? Upo kazini, shetani ameinua vita kati yako na bosi. Hivi unathubutu hata siku moja kuliongea neno la Mungu? Umepanga katika nyumba za kupanga, shetani ameinua vita kati ya mwenye nyumba na wewe. Katika vita hiyo, ushawahi kuthubutu kufungua kinywa kutamka Injili? Upo kwenye ndoa, shetani ameinua vita, ushawahi kuachilia Injili ndani ya ndoa? Upo kwenye elimu, kuna vita katika elimu, ushawahi kusimama na kama kinara cha juu kama batizani kutamka Injili katika eneo hilo? Bwana Yesu asifiwe sana. Popote ambapo vita vinainuka, Mungu anataka Injili yake ipenye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Inawezekana una vita katika umaskini. Inawezekana umaskini wako unaanzia katika ulisi mbaya. Hebu tamka nguvu ya kushinda ulisi mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana una vita katika masomo yako. Katika masomo yako wewe achilia agano ndani ya vita hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo mimi na wewe tuijue siri ya kushinda vita vya kiroho. Tukishinda vita vya kiroho, mimi na wewe tunaenda mwisho wa siku kwa dhahabu iliyosafishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Mara nyingi tunashindwa kwa sababu hatujawa imara kupigana vita hivi. Namba 5 ya utangulizi katika lengo la vita ni kutuimarisha kiroho. Lengo la vita vya kiroho ni kutuimarisha. Unapoona vita, wewe usiseme Mungu mbona anainua majaribu haya. Katika majaribu hayo Mungu yupo kwa ajili ya kuimarisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu Kristo amefunga siku 40, Yesu mwenyewe amefunga siku 40, mjaribu alikuja hajaje? Kwa mimi na wewe tukiwa katika imani, lazima shetani anajua kwamba huyu yupo katika imani. Ngoja nikamtikise nione. Kwa nini? Kwa sababu Petro 5 mstari wa ngapi imesema yeye ni mshtaki wetu. Ni falme mbili ambazo mimi na wewe natakiwa tutambue kwamba ufalme tulionao ni upi na ufalme ambao tunatakiwa tuuangushe ni upi. Yakobo 1:12. Ili mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowahidia wampendao. Amen. Heri mtu yule anayestahimili majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima. Na kubariki wewe na mimi tukaende kustahimili katika majaribu. Na kubariki wewe na mimi tukaende kushinda kila aina ya vita vya kiroho. Iwe ni kwenye elimu,
iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye uchumi, iwe ni kwenye ndoa, mimi na wewe tusimame kama kinara cha juu ili kumpinga huyu shetani anayeinua ila katikati yetu. Vita vya kiroho vipo kwa ajili ya kutuimarisha. Tunapopita katika changamoto ya vita hivyo, mimi na wewe tunaenda kuvishwa taji ya uzima. Mimi na wewe tunaenda kuvushwa ng'ambo nyingine. Bwana Yesu Kristo. Yesu ni Kristo. Mimi wakati nikiwa nimeokoka, Mungu amenipitisha katika ndoto ambayo ilikuja kwangu sio chini ya mara 3. Inakuja ile. Naota niko shuleni katikati ya wanafunzi wengi. Tunapoelekea nyumbani, mvua kubwa imenyesha. Wakati mvua imenyesha, tunapopita kuna daraja kubwa. Maji yamepanda mpaka juu ya daraja. Yaani kupita mtu mpaka apenye hivi. Ukicheza vibaya unadondoka. Ukicheza vibaya unadondoka kwenye maji. Wanafunzi wakawa wanavuka kila saa wanadondoka. Wakicheza vibaya wamo. Mimi katikati yao, mimi nikavuka. Ndoto hiyo imekuja sio chini ya mara 3. Nilipomuuliza mtumishi mmoja akanambia, kuna vita unapitia, unavishinda. Inawezekana shetani yupo kwa ajili ya kuangusha katika wokovu wako. Wewe na mimi simama ili tuweze kushinda. Bwana Yesu Kristo. Hakuna ambaye anaweza akaokoka akakosa vita. Mtu ambaye amempokea Kristo lazima awe na vita. Kwa nini? Kwa sababu amejifarakanisha na ulimwengu wa giza ambao ulikuwa umemshikilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe tusimame imara kushinda vita. Tunaposhinda vita, Mungu anatusogeza katika sehemu nyingine ya ushindi. Ulikuwa katika daraja hili, ukishinda vita vya kwanza, Mungu anakuweka kwenye daraja lingine. Kila unapozidi kushinda, Mungu anazidi kukuimarisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Korinto wa kwanza 10:13. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa ni ile kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na ile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Amen. Jaribu halikuwapata nyinyi isipokuwa lile ambalo mnaweza mkalishinda. Na katika jaribu hilo Mungu ameandaa mlango wa kutokea. Haleluya. Mwambie mwenzangu kwamba katika vita kuna mlango wa kutokea. Katika vita kuna mlango wa kutokea. Kwa wakati wa vita usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati wa vita Mungu ameandaa mlango wa kutokea. Wewe usikate tamaa. Hajatuacha. Soma kitabu cha Rumi 12 mstari ule wa 20. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu amekukosea, shetani anapoona mmefarakana, yeye anataka muendelee kugombana hivyo hivyo. Muendelee kupigana ngumi. Lakini wewe katika vita hivi wewe lipa wema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu ni Kristo. Yes. Mimi na wewe tuende kushinda katika vita vya kiroho. Namba moja kubwa. Tuangalie siri ya kushinda vita vya kiroho ni siri gani? Siri ya kushinda vita vya kiroho. Inawezekana katika vita wewe huwa kuna nyenzo nyingine ambayo unaitumia. Siku ya leo inawezekana tukawa tunaijua nyenzo nyingine tofauti na hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siri ya kushinda vita vya kiroho, namba moja ni kushika leo 3. Siri ya kushinda vita vya kiroho ni kushika leo 3. Hii leo 3 ni silaha ambayo imezihifadhi risasi 3 zenye mamlaka. Ni silaha ambayo imezihifadhi risasi ambazo zinaweza zikashinda vita hivi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yesu ni Kristo. Kwa tunapozungumzia siri ya kushinda vita vya kiroho, mimi na wewe tushike leo tatu. Amen. Leo ya kwanza, mimi na wewe tushike neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wa vita, wewe shika neno la Mungu. Simama katika neno la Mungu. Hii silaha tunaona imetajwa kama kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Efeso 6:14. Mungu anasema mimi na wewe tuvae kweli viunoni, tujifunge kweli kiunoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Efeso 6:14. Basi simameni hadi mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dili ya haki kifuani. Amen. 17. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni Kristo. Mimi na wewe tunaposhika leo tatu, ndani ya leo tatu, moja, mimi na wewe tusimame katika neno la Mungu. Neno la Mungu hili ndilo ambalo linaweza kutushindia katika vita tunavyopitia. Kwa nini? Kwa sababu hili neno limezungumzwa kuwa ni nyundo, upanga ukatao kuwili. Simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria haki kifuani. Jifunge kweli, jifunge neno la Mungu liwe katika maisha, katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Diria haki, mimi na wewe tuivae dirii. Hata kama mishale ikiinuka, mimi na wewe mishale yetu tuweze kuisimama kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Chapeo ya wokovu, hii inazungumzwa kama kofia. Ukiangalia katika maana ya Kiingereza tunaona inazungumzwa kama element. It is a protective hat. Yaani ni kofia ambayo ina ulinzi ndani yake. Ni kofia ambayo inatukinga. Maana yake tunaposimama katika nafasi ya wokovu, ule wokovu wenyewe ni kinga tosha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Kwa mimi na wewe tuishike kweli. Tunapoishika kweli hili neno la Mungu ndilo ambalo linaweza kuangusha kila aina ya ngome ambazo zinakusudia kutuangusha sisi. Hivi neno ni nini? Yohana 1:5 tunaona inazungumza hapo mwanzo kulikuwapo na neno. Naye neno alikuwapo kwa Mungu. Naye huyo neno alikuwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposhika kweli umemshika Mungu. Unapojifunga kweli maana yake umemkumbatia Kristo mwenyewe. Ukiwa pamoja na Kristo hakuna vita ambayo wewe itakushinda. Amen. Na Mungu alivyo, unapopita katika vita, sio kwamba hakuoni, anakaa kimya tu. Anakaa kimya ili angalie watu wanaotazama wanaona kwanza. Wakishaona ulipofikia ni pabaya, Mungu ndo anajiinua ili ushuhuda utekelezwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Wakati wanafunzi wakivuka ng'ambo na Kristo, dhoruba inakipiga chombo kile. Kristo anajifanya kama bila milala tu, wananyamaza na wacheki. Anataka waangalie. Wakati heka nyingi zikifika, yeye mwenyewe ndo anaamka na kuuliza dhoruba. Anaponyamazisha mpaka wanafunzi wenyewe wanashangaa, huyu ni nani ambaye hata upepo unamtii? Kristo anataka hata wale wanaokutazama kwenye vita, unaposhinda wabaki wanashangaa. Amen. Nakubariki wewe na mimi katika vita tuache ushuhuda. Amen. Ebrania 4:12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao ukatao kweli, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu li hai, tena kuzidi upanga, yani ukatao kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaposhika neno hili linaweza kukatakata kila aina ya vifungo vya shetani. Neno hili linaweza kukatakata kila aina ya kamba za shetani. Maana lina nguvu kuliko upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubariki wewe na mimi katika vita, tuendelee kusimama katika neno la Mungu. Na kubariki wewe na mimi wakati wa vita, tuweze kutamka neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia 23:29. Tunaona hili neno linazungumzwa kama nyundo. Je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande?
Amen. Neno la Mungu si kama moto na kama nyundo ivunjayo vipande vipande. Mimi na wewe tulishike neno. Amen. Neno ni moto. Bwana Yesu Kristo. Neno ni nyundo. Neno litaenda kuvunja kila aina ya vita ambayo unaipitia. Yohana 5:39 tunaona neno la Mungu ni Kristo mwenyewe. Bwana Yesu Kristo. Tunapozungumza neno ni Kristo mwenyewe. Ukilishika neno umemshika Kristo. Ukilishika neno umemshika Mungu mwenyewe. Bwana Yesu Kristo. Apply neno katika vitu unayopitia. Achilia neno katika vitu unayopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 15 mstari wa 5 mpaka wa 7. Tunaona sisi matawi. Kristo pekee ndiye mzabibu wa kweli. Yeye anasema tukikaa ndani yake na maneno yake yakikaa ndani yetu, tukiomba neno lolote mimi na wewe tutashinda. Nakubariki wewe na mimi tukae ndani ya Kristo. Amen. Nakubariki wewe na mimi tushike neno. Amen. Tusikubali kuwa tawi ambalo likiondoka katika mzabibu linanyauka. Mimi na wewe tuendelee kukaa katika mzabibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Usipigane vita mwenyewe. Pigana vita ukiwa na Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inawezekana haya nayo ya Mungu anayachukulia hizi. Usiyachukulie hizi. Haya ni mambo ambayo tuko nayo katika maisha. Na katika wokovu hiki ndicho ambacho mimi na wewe tunatakiwa tupigane nacho. Vita vya kiroho vinazuia mimi na wewe tusisonge mbele. Vinazuia mimi na wewe tusivuke mpaka ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Shetani ndiye ambaye amesimama katika vita hivyo. Kama aliweza kumwangusha Adam katika bustani ya Eden, hata shida kumtikisa wewe na mimi. Kwa mimi na wewe tusimame katika imani thabiti ambayo ni ya kumwamini Kristo pekee. Mathayo 4:1 mpaka 10 tunasoma kwa wakati wako. Tunamuona Kristo alipokuwa amefunga siku 40. Kristo tunaona shetani anamtokea. Lakini anapomtokea Yesu Kristo hakutamka maneno yake, alitamka imeandikwa. Imeandikwa ndiyo ambayo inaenda kunyamazisha hila za shetani. Neno la Mungu ndilo ambalo linaenda kushinda vita ambayo unapitia. Kwa wakati wa vita mimi na wewe tushike kweli. Katika leo tatu silaha hii ya kwanza mimi na wewe tuachilie silaha ya neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuachilie risasi ambayo ikienda kupiga vita hivi havitaendelea kufuatilia. Isaya 55 mstari wa 11. Ndivyo litakazokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali itatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyotuma. Kwa ukilishika neno lazima litafanikiwa. Ukilishika neno lazima litakushindia. Wakati vita vinapoinuka, wewe usitumie maneno yako, utumie neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi wameelewa hii silaha ya kwanza? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nishike neno la Mungu katika vita ambayo unaipitia. Leo ya pili ni uinjilisti. Tunapopigana vita katika vita vyetu, silaha ya pili mimi na wewe tuishike Injili. Injili ni silaha ambayo tukiishika vizuri inaenda kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Efeso 6:14 hadi mstari ule wa 15. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Amen. Amen. Na kufungiwa utayari upatao kwa injili ya amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Simameni hali mmejifunga kweli kiunoni. Tunapozungumzia injili ili tuweze kutimizwa katika injili, mimi na wewe tusiache silaha ya kwanza ambayo ni neno la Mungu. Yaani tunapozungumzia haya mambo matatu ni sawasawa na mafiga matatu. Ukiondoa figa moja, ujue hapo mambo yataharibika. Unapoipeleka injili bila neno, yaani sawasawa umeenda mwenyewe tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana neno la Mungu linasema jifungeni kweli kiunoni.
Tukishajifunga kweli kiunoni, ndipo ambapo mimi na wewe tumeambiwa tuvae viatu vya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili, uinjilisti ni mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni nini? Mpango wa Mungu ni watu wote waokolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpango wa Mungu ni watu wote waokolewe. Mpango wa Mungu mkuu ni watu wote waokolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wote waokolewe. Wataokolewaje? Ni pale ambapo mimi na wewe tutaipeleka Injili. Timotheo wa kwanza 2:3 hadi 4. Tasoma kwa wakati wako. Rumi 1:16 tusome. Kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Usionee haya Injili. Kwa nini? Kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Wakati wa vita usione aibu kutangaza Injili. Wakati wa vita usikae kimya, endelea kupiga Injili ili watu waokolewe. Inawezekana wakati wa vita Mungu amekusudia kuachilia wokovu, lakini wewe unaponyamaza unakuwa umekusudia wokovu sitimizwe kwa mtu yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapopita katika vita, mimi na wewe tusinyamaze, tuendelee kupiga Injili. Timotheo wa 2:4 mstari wa 2. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Pia kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Amen. Lihubiri neno, uwe tayari wakati unaokufaa na usiokufaa. Hata katika vita mimi na wewe tulihubiri neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Petro anatangaza Injili mpaka wanafika viwango vya kukamatwa na kutiwa gerezani, hawakuacha kunena Injili. Waliendelea kupaza sauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliendelea kunena neno la Mungu. Yesu ni Kristo. Taandika mpaka mstari wa 5. Utaruku utaandika na 7. Naona Paulo anasema amevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo ameumaliza. Imani ameilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa vita mimi na wewe tuilinde imani yetu. Rumi Matendo 4:18. Wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. 19. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu hukumuni ninyi wenyewe. Amen. Wakaamuru wasiseme wala kufundisha kwa habari ya nani? Ya Kristo. Lakini watumishi hao wanasema, je, ni vizuri kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu? Mimi na wewe wakati wa vita tusinyamaze. Wakati wa vita tusiache kupaza sauti, tuendelee kutimiza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli 3:14 hadi 18 tunaona Nebukadneza anapowaamurisha waabudu sanamu. Hawa hawakuabudu sanamu, waliendelea kuilinda imani ambayo ni ya Mungu pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kama walikataa, lakini hawakuteketezwa katika moto ule, waliibuka kuwa washindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipoibuka kuwa washindi, walitimiza ushuhuda na utambulisho wa Mungu kaonekana kwao, hata kwa mfalme Nebukadneza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Matendo 16 mstari ule wa 17 hadi 23. Tutasoma kwa wakati wako. Isaya 54 mstari wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Amen. Amen. Kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaonena mabaya juu yako wewe utahukumu kuwa mkosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni urithi wa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe na mimi tuwe na imani thabiti ya kwamba hata katika vita hakuna silaha yote ambayo inaweza ikafanikiwa kwetu. Mimi na wewe tutaenda kuzishinda silaha hizo, hali ya kwamba tumejivika nguvu ya imani thabiti ambayo ni ya Kristo pekee. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa mimi na wewe tusiwe waoga wakati wa vita. Mimi na wewe tusitetemeke wakati wa vita. Mimi na wewe tuwe washindi. Ingawa tunaenda katika mwili, vita vyetu sio vya mwili, ni vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Silaha ya tatu ni maombi. Wakati wa vita piga injili. Wakati wa vita achilia neno. Wakati wa vita achilia maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingia katika maombi. Unaona kuna mzigo mkubwa ambao kila sana kila wakati moyoni mwako unakusukuma kuomba. Piga magoti. Omba kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Efeso 6:18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Amen. Amen. Kwa sala zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkidumu, sio kwa kulegalega. Sio unaomba dakika moja udendo unaanza kutoka. Kwa kudumu. Kama ni kufunga kwa ajili ya kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiombe kilele mama, omba kwa kumaanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sala zote tukidumu. Hii ni silaha ambayo mimi na wewe natakiwa tuitumie wakati wa vita. Ingia katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji ndio anapenda kusema kwamba wa Kristo katika watu wakali, miongoni mwa watu wakali ni wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Mkristo akikuacha akaenda kupiga magoti mbele za Bwana, vita vinavyoinuka, yaani adhabu inayokupata ni kubwa sana wewe uliyefanya vita na yeye. Kwa nini ushughuliki wewe, unamwachia Mungu ndo anaanza kupigana? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muda mwingine sisi wa Kristo huwa tunazulumiwa sana, wakifikiri kwamba tu tunawaachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini muda mwingine mimi na wewe tunapopiga magoti mbele za Bwana, inawezekana adhabu isimpate pale, lakini cha moto baadaye akakipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maombi ni silaha. Mimi na wewe tunapopita katika vita, mimi na wewe tuingie katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Wangapi Ijumaa wanakuja kwenye maombi? Hakuna mwenye vita kweli hapa? Kama una vita lazima uombe. Ijumaa hata mmoja hamna? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe tuingie katika maombi. Danieli, tukisoma Danieli 6:10, unamuona huyo aliomba kutwa mara 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi siku hizi nimeshaweka ratiba saa 11 asubuhi naingia maombi saa nzima. Usiku nikitaka kulala saa 1. Yaani Mungu anaanza kufungulia macho ya kiroho. Yaani unaanza kuviona hata vitu ambavyo vinakuja. Wewe wengine hawajaviona, wewe unaviona. Kwa nini? Kwa sababu maombi ndio ambayo yanaenda kumsogeza Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ndio ambayo yanaenda kumrejesha Roho Mtakatifu, na ukishapokea Roho Mtakatifu lazima upate uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe wakati wa vita, mimi na wewe tushike maombi. Yakobo 4:1. Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu sifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamombi. Hata mwaomba hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Twaomba wala hatupati, kwa sababu twaomba vibaya. Tunapoomba maombi kama haya kupigana vita, tuombe mpango wa Mungu utimizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa katika vita Mungu amekusudia mpango wa Mungu utimizwe. Unapoomba katika vita, usianze kuomba bora Mungu liue hili. Hapo hujaomba mpango wa Mungu utimizwe. Unaweza ukashangaa baada ya kumwomba Mungu, maombi yako yamehamia ufalme wa giza sasa. Unaanza kumuomba shetani muue.
tunapoomba mpango wa Mungu timizwe, tusiombe mtu afe. Inawezekana kuna mtu kapigana naye vita, inawezekana kuna Mungu shetani ameinua vita kati ya ndugu na ndugu. Usiombe ndugu yako ateseke, omba ndugu yako apokee uponyaji. Bwana Yesu tuwe sana. Yesu ni Kristo. Petro wa kwanza 5:8. Na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Muwe na kiasi na kukesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiache kuomba, kesha kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo 16:25-26, Yohana 15:7. Mimi na wewe tukikaa katika neno la Mungu, tukiomba, majibu yetu yanatokea. Mungu atubariki. Amen.